Sasa turudi kwenye Biblia. Nilikuwa nakupa hivyo evidence ili tuweze kwenda wote pamoja. Turudi kwenye Biblia. Kwa nini Mungu alipokuwa anaumba aliamua kumuumba mwanaume wa kwanza? Ni muhimu sana kujua. Na sikiliza, unafahamu kwamba mwanaume ndiyo kiumbe pekee anayeshare na Mungu wajibu? You just listen carefully. Sala ya Bwana inasemaje? Baba yetu uliye wapi? Mwanaume anaitwa nani? Mwanaume ni baba na Mungu ni baba. Tuko pamoja? Kama kuna wajibu mkubwa wa mwanaume kuliko wote, ni being a father. Nini maana ya neno baba? Na hapa ndipo wengi tuna miss. Nisikilizeni. Ni vizuri kujua kusudi kuliko kujua kitu chenyewe. Nisikilize. Maumbile tulionayo, tuko nayo hivi kwa ajili ya kazi tuliopewa na Mungu. Mungu haumbi product bila kuwa na function. Kwa hiyo Mungu wakati amekaa, hakuna binadamu wowote. Mungu anafikiria mwenyewe kwamba nahitaji kuanzisha taasisi duniani. Mungu akapanga mpaka structure na maumbile na jinsi tulivyo. Alipanga kabla hajatutengeneza. Kwa hiyo mimi Pastor Peter ni mwanaume, ili niweze kujua kwa nini mimi ni mwanaume, napaswa kufanya nini? Duniani niko kwa sababu gani? Siwezi kujitafuta kupitia kwa mtu mwingine, napaswa nirudi kwa Mungu, nijifunze kwa kupitia Biblia. Kwa nini mimi ni mwanaume? Sio sawa na mwanamke, na ninapaswa niweje na naishi vipi kwenye ulimwengu naoishi? Ukisoma neno father, baba, kwa lugha ya Kiebrania wanaita Abba. A. Kwa lugha ya Kigiriki wanasema patel, neno patel, ambao tafsiri yake yana maneno mawili ya Kiingereza, source and sustainer. Chanzo na anayesababisha chanzo kifanyeje? Kiendelee. Nisikilize vizuri. Ukiita neno baba haihusiani na jinsia. Pastor anaanza kuleta mgogoro. Okay, Mungu anaitwa baba, ana jinsia? Hana. Ukishaingiza Mungu ana jinsia utachanganyikiwa bure. Hana. Na ndio maana watu wengi wanasema Mungu mwanaume mwanamke, wanajibu ni mwanaume. Kwa nini? Ameitwa baba. Who told you neno baba maana yake ni jinsia? Neno baba halihusiani kabisa na jinsia. Neno baba maana yake ndiye chanzo na anaye control chanzo kifanyeje? Kiendelee. Ndio maana ya baba. Kwa hiyo Mungu ni baba kwa sababu ndiye wa kwanza aliyesema iwe nuru, ikawa nuru. Na yeye peke yake ndiye anayesababisha nuru iendelee. Mungu alipokuwa anaumba mtu wa kwanza, alikuwa anaumba mtoto anayetaka awe baba. Oh, come on. Sijui kama hii kitu imeeleweka. Narudia tena. Mungu anaposema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, 1:26, usiende 27. 1:26, Mungu anazungumzia, anataka amuumbe source and sustainer. Kama alivyo nani? Mungu. Kwa hiyo Mungu na Adamu ni baba wangapi? Mungu ni chanzo cha Adamu. Adamu ni chanzo cha sisi wote tuliokuwa hapa. Sijui kama unajua ili kwamba wewe uliumbwa kabla ya dhambi. Did you know that? Unafahamu wakati Adamu anaumbwa ndio wewe uliumbwa? Yeremia anasema hivi kwenye Yeremia 1:5. Mungu anamwambia Yeremia, nilikujua kabla hujatunga mimba tumboni mwa nani? Alimjua lini? Wewe uliyekaa hapo na nisikiliza, Mungu hakukuumba ulipozaliwa na wazazi wako. Mimi na watoto nimewambia 3. Wakati nikiwa kijana kabla sijaoa nikitembea, nilikuwa natembea na mbegu za watoto wangapi? Sijaoa lakini niko nazo. Zinasubiri muda. Hapa kuna vijana wanatembea na watoto 6. Kuna binti hapa anatembea na watoto 7. Tayari uko nao. Mungu alisha program. Mungu anasema hivi, na muumba Adamu, lakini Adamu anakuwa baba. Maana ya baba, Adamu atakuwa source and sustainer. Nisikilizeni wanaume wenzangu, Mungu atusaidie. Kuwa baba sio kwenda gym. Leo wanaume wanafikiri wanaume ni kwenda wapi? Mwanangu tukakate 6 pack, watoto wanaspenda, cheki mtu hapa atoboi. Huo sio wanaume. Samanini, najua tunaenda dunia kote, nataka watu waelimike. Kuwa mwanaume sio kuwa na nguvu za kiume.
ni zaidi ya hapo. Kuwa mwanaume sio kuwa bingwa kwenye tendo la ngono. Kwa Mungu wanaume ni zaidi ya hayo mambo. Mungu anasema hivi, kama mimi Mungu nilivyokuwa chanzo, nataka Adamu awe chanzo. Kupitia kwa Adamu awe foundation ya vizazi vyote vinavyotokea. Kwa hiyo kama kuna kitu cha muhimu kikubwa ambacho binadamu amepewa, ni mtu kuitwa baba. Okay, ngoja niende vizuri ili unielewe. Mtoto wa kwanza wa Adamu alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kwanza wa Adamu alikuwa nani? Kaini. Sio kweli? Naomba naweza kumpata mdada mmoja hapo aje hapa mbele, samani. Changamkeni basi. Na nikuombe hapo mdogo wangu, njoo, samani sana. Njoo dadangu, huwezi jua ya Mungu. Wewe simama, angalia huko hivi. Alafu dadangu simama mbele ya huyo, angalia huko. Naomba mwingine, kijana mwingine wa mwisho wa kiume, samani tafadhali. Dadangu nikusumbue usimame kwa hapa hivi. Okay, na wewe sogea kidogo hapa karibu. Umeshaoa? Bado. Na wewe bado pia au umeshaoa? Okay, nitawaombea. By the way, kuoa sio lazima sio lazima. Kwani Yesu ameoa? Na yuko mbinguni, sio? Elia yuko wapi? Elisha yuko wapi? Paulo? Tuheshimiane. Mambo ya kwanza kutuambia mindevu inakuwa na hauoi. Ya kwangu na ya Paulo ipi mingi? Naomba nichukue mfano ili unielewe. Mungu akaumba mwanaume akamuita father, baba, Adamu. Huyu ni Mungu akamuumba nani? Adamu. Na Mungu wakati wanaongea kwenye mti wa bustani ya Edeni, baba wangapi wanaongea? Ni baba wawili wanaongea. Mungu ni baba yake na Adamu. Kwa nini? Source na sustainer wa Adamu ni nani? Mtoto wa kwanza wa Adamu sio Kaini, ni mwanamke. Alitoka kwa nani? Tulizaa kwa operation. Wakina mama tuheshimiane, msituone eti hatujui uchungu. Wanaume hatupendi tu kujionyesha onye. Mtoto wa kwanza wa mwanaume ni mwanamke. Nisikilizeni vijana wa kiume, nisikilize vizuri. Na mimi narudia hili neno, sijui kama ni zuri. Mimi na watoto wa kike tupo. Hivi unajua kijana wa kiume unapomsimamisha binti barabarani, unamragai mtoto wako? Hivi unafahamu wewe mwanaume, nitasema siku zijazo, unafahamu mwanaume ni mlinzi wa mwanamke? Unafahamu mwanaume ndiye anayemprotect mwanamke? Lakini angalia leo, protector ndio destroyer. Kama kijana unaelewa mimi ni foundation niliyoumbwa na Mungu, huwezi kumsimamisha dada barabarani. Mele, mambo poa. Uko shwari? Shwari. Unaelekea wapi? Kanisani. Unasali wapi? Nasali Ubongo hili. Na mimi naelekea huko ila sipajui. Na unapajua. Unaanza kutembea. Angalia, intention yako unasahau kwamba wewe ni foundation. You are the father. Wewe ni baba wa huyo binti. Ukishajijua wewe ni baba wa huyo binti, huwezi kulala na binti kabla hujamuoa. Huwezi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakutegemea wewe kuwa source and sustainer. Yaani Mungu anapomwangalia mwanaume, anamwangalia mlinzi wa mwanamke. Lakini sasa hivi mwanaume ndio destroyer. Yaani kama kuna viumbe saizi wa kuombea ni wanaume. Hivi unajua mwanaume anaweza akatoka hapa mpaka Mabibo hapo, akawa ametongoza hata wanawake hawa? Hapa mpaka wapi? Lakini ukishajua kwamba Mungu baba yake mzazi, Adamu ni baba yake mzazi na Mungu, na Adamu ni baba wa mwanamke. Adamu hamgirini mwanamke, hamdestroy mwanamke, ila anamtengeneza kuwa mwanamke bora.
Adamu anamheshimu mwanamke, na nikisema mwanamke sizungumzii mkeo, nazungumza kila mwanamke ni mtoto kwa mwanaume. Hiyo ndio pointi yangu. Kwa hiyo kabla hujamtongoza binti, jiulize una ajenda naye gani? Lakini angalia leo, mwili umekuamka, unahitaji ngono, unasahau wewe ni foundation. Unasahau wewe ni baba unaopaswa kumlinda binti. Wewe ndio unamharibu mwanamke na unamuongopea kabisa. Mimi usinione hivi, sipendi tu kujionyesha na gari mbili. Hapa unaponiona tu sijapata mtu anayejielewa. Na wanaume Mungu anaona. Hivi unajua mwanaume anaweza akaongopa mpaka yeye mwenyewe akikaa baadaye peke yake anacheka. Sema mimi hatari. Hivi imagine, fikiria hivi kichwani. Naomba Adamu geuka kwa Mungu. Adamu geuka kwa Mungu. Sijajua kama hichi kitu nitafundisha. Adamu wakati Mungu anamuumba, alipofumbua macho, alikuwa pamoja na nani? Alikuwa pamoja na nani? Na Mungu. Kabla hajakuwepo nani? Mwanamke. Nisikilize vizuri. Adamu ana maintain mahusiano na Mungu kabla hajakuwepo nani? Mwanamke. Na ndio maana Biblia inasema kichwa cha mwanamke ni nani? Lakini kama huyo mwanaume kichwa chake ni nani? Twende pamoja. Kichwa cha mwanamke ni nani? Lakini huyo mwanaume kama kichwa chake ni nani? Unaelewa maana ya neno kuwa single? Si mnamfahamu kuna msanii alimba I'm single again? Yaani mnajifanya watakatifu. Yaani hawa Sabato Mungu anaona. Nani hapo anajiona kama hizo nyimbo hawafanyi nini? Umekumsikia msanii alimba I'm single again eh? Unaelewa maana neno single? Adamu aliwahi kuwa single. Maana ya single, Adamu alikuwa pamoja na Mungu. Ndio maana ya single. Narudia. Maana ya single, Adamu alikuwa pamoja na nani? Kwa mantiki hiyo, Adamu akiwa pamoja na Mungu alikuwa hazini, aibi, aui, sio kwa ajili ya mwanamke. Kwa ajili ya mahusiano yake na nani? Kwa hiyo Adamu ana maintain mahusiano na baba yake. Na anapo maintain mahusiano na baba yake, na Mungu alipogundua Adamu yuko vizuri na mimi, na kwa sababu hiyo nataka Adamu naye awe baba kwa mtoto mwingine. Mwanaume yoyote duniani mwenye mahusiano thabiti na Mungu hawezi kuwa destroyer kwa binti. Na kwa mantiki hiyo, kijana ambaye hajapanga kuoa, hana muda wa kuoa, hawezi kuwa thirsty. Hawezi kutongoza. Hawezi kuentertain hisia za mwanamke kwa sababu anajijua yeye ni foundation, anapaswa ajenge jengo juu, jengo litakalosimama imara. Kwa maana hiyo hawezi kucheza na hisia za mwanamke. Na mnisikilize wanaume, wanawake wako controlled na hisia. Wanawake hawana hatia, sisi ndo tunawavuruga. Nitakufundisha juma hili, mwanamke hana hatia kabisa akimpata baba salama. Nani leo mwanaume unaweza ukajiengage kwenye mahusiano na mwanamke unayetaka umuoe, alafu mwanamke akihitaji kufanya tendo la ndoa, wewe mwanaume ukasema kama baba na kuprotecta kulala mpaka siku ya ndoa? Kijana gani hivi anaweza sahihi? Au nisiwaingilie na wokovu wenu? Nani hapa kijana ambaye anaweza kuwa kwenye mahusiano na mwanamke kwa sababu yuko controlled na hisia? Mimi mnisamee, nikisema mwanamke namaanisha hadi mama yako mzazi. Usije ukazani nazungumzia mke. Wanawake wote duniani ni wanawake. Yaani mama yako, dada yako, rafiki yako, demu wako, wote ni uwezo wao, nature yao, asili yao wako sawa. Mwanamke ameumbwa kujaliwa kama mtoto. Kipindi unapomjali, unapomsogeza karibu, kuna wakati anapoteza control kwa sababu yeye sio foundation, yeye ni jengo la juu. Kwa hiyo kuna wakati unavyomjali mwanamke anaweza akahitaji kukutunuku.